Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In case you're new to this channel, my name is Phyllis Mora. To the new subscribers, guys, hit that subscribe button below and let's grow together. To my returning one, already you know the vibe, guys. Thank you always for coming back to watch my video. Guys, mkiniona huku munajua what's trending, what's popping, what's going on, guys. Yani mambo tena imechemuka, guys. Mimi nilisema ikichemuka naleta hapa. What's going? Oga Obina na dem yake Liz. Ex wake, it is ex saizi cause wameachana. What's going on, guys? Yani squeezy mkiachana na ex ama ukikuwa na mrembo unambaia ni V8, unambaia V8, unambaia nyumba, unambaia alafu mkikosana unamwachia everything. Is it ni Oga Obina alimwachia ama ni dem alikuwa nazo akabaki nazo? Hii story inaendaje? Hebu niambieni guys. Mimi sitaki kuongea mingi, wacha kwanza niweke hapo because sitaki moshene niongee moshene yenye hakuna. Nyinyi ndio mtaniambia kwa comment section what do you think about this story. Yeah, wacha niweke hapo nyinyi mujisikilie. Yani Kenya sasa ukifunga na kufungua data ile lazima uwashe tena. Unapata mambo ishaenda, wewe umebaki watu wako huko nyuma. Hata sijalala naamuka napata evidence kwa karatasi. Shida sasa Obina hajawahi amini mimi rafiki yake. Hajawahi amini hata nikimpelekea evidence kwa karatasi. Hajawahi amini. Kwanza Peter Kioi ndio nani? Peter Kioi ndio nani? Sasa listen Obina, kwa mara moja ya mwisho. Tafadhali V8 sio vitu za dunia. Usiwahi ita V8 vitu za dunia. Hata hizi vitu za dunia unaweza wacha tu nyuma. Wewe, kama mimi nikiwachana na mtu nachukua mpaka chupa ya soda yenye nilimletea nayo soda naenda nayo. My last relationship nilitoka na dawa za malaria zenye alimanza zikabaki. Hapo unaita V8 vitu za dunia. Hayo mimi hapana. Hapo hata kama ni roho mzuri, Mungu mwenyewe atashangaa kama ni yeye alikuumba na hiyo roho. Endea V8 kama mbaya. Kama wao wanakutenda, mbona wewe unawaonea huruma? Yetu ndio ameniambia kwa sana juu issue yetu, ndio ameniambia pigia hata watu na wewe wakusaidie juu sasa sitaki nipoteze hiyo pesa yangu mingi hivyo. Haya, nataka nikuulize. Silizo alikuwa beshte yako. Si nyinyi mlifanya video mkiongea vibaya kunihusu na wewe ulikuwa umejua ukweli. Mimi sikufanya video nikiongea about wewe. Kuna video mko na Liz mkiongea. Liz akienda kulipa watu online waseme uongo juu yangu. Liz ameninyang'anya V8. Yeah, najua. Kitonga. Na video niliongea vibaya. Ulikuwa na comment hata online, una comment online kwa post za watu wengine unasema mimi najua ukweli sijui nini na unajua tu vizuri. Mimi nilipata msichana wenyu, nikamsaidia, nikarealize si mtu mzuri, ni mlevi, ni mkora, ni mwizi. Nikaondokea, nikatoka pole. Nikamwachia mpaka V8 yangu. Liza akakimbizana na mimi akaanza kusema alikuwa ameniweka, sijui amenifanyia nini watoto wangu. Liza amebaki na vitu zangu zote ziko kwa nyumba, hizo vitu zote ni zangu. Nikamwachia. Nisaidie tu please, usifanye nifanye ibani ni. Haya, utabonga na Omosha ananiambia umeamua aje. Unataka tu pesa zangu tu ziende ni kwa na sina hata money kwa account. Ukifanya hiyo video pesa zako hazitaenda mahali atakulipa. Usipofanya hiyo video hakuna penye pesa yako itatoka hata kulipa. Wewe umejua sister yako, si umemjua? Ama umemjua leo? Si wewe wa kwanza kufanya hivyo, si ndio? Si mimi pia alinifanyia hivyo. Na akafanyia baba the same thing. Okay, please to Jesus. Nikamwelezea kwa sana. Guys, trolls zimekuwa mingi, wengine comment section wanasema hata irenge baki tu na demo FB, wengine wanasema demo FB si type yake yani mambo imekuwa mingi guys. What do you think? Hebu niambieni kwa comment section what do you think? Kimemramba ama kijemramba? Is it the same lady mwenye mtoto alisema pale ati daddy kwanza huyo dem alininyaganya sweater baada? Is it ni huyo Liz ama ni mgani guys? Mimi sitaki
kuongea mingi, acha niendelee kuwekea muniambie kwa comment section. Jumi sitaki udaku mrudi munitusi muniambie ninajifanya ninajua. Sasa bana, hapa kuna mambo. Hebu niwaulize, kwani nyinyi mkiachana na madem bana mnawapatia V8 nyumba? Oh my Lord Jesus. Sasa Oga Obinna last year hapo hivyo, big up kwanza Ogae. Hapo hivyo last year kuna time alikuanga na kwa madrama, inasemekana ako na mumama ndiye amemweka au mama ndiye amemshikilia ile V8 alikuwa nayo. Mama ndiyo bado mwenye amemsaidia kurun show yake. Yaani basically ukimuona ulikuwa unafaa uone mumama. Hiyo sana last year. Lakini sasa huyu Bazenga usikii mazee, amini usiamini. Yeye hii story hakurespondingi, alikuanga tu zile za time will tell. Hata kwanza walikuanga na baby demo FB, walikuanga zile za time will tell. Na sasa baada ukisikianga time will tell, usikisa time imetel. Na sasa time mahali imetel ati ni kumbe huyu mama wake mwenye ilikuwa inasemekana ako into question. Okay, kwanza hakuna mama. Huyu mama ilikuwa inasemekana ni kadem kanaitwa Liz. Na Liz walikuwa na date na Obinna. Ikafika time fulani yenye wakiachana, vile nimeona Obinna akisema yeye si yule mtu wa kubishania vitu, akamwachia keja na vitu zilikuwa ndani, akamwachia ile V8 yake ya black yenye alikuwa nayo, akamwachia 1.8 million yenye alikuwa amempatia in form of loan. Na huyu madam ndio ujue ni mngori, ilifika mahali mpaka akaikataa. Lakini sasa wewe unaweza kaivyo dhani ati story iko hapo, kumbe saa story haiko hapo hivyo. Mahali penye saa story iko ni ati huyu madam ako na dema inaitwa Kitonga. Huyu Kitonga vile nimecheki ni kuzo yake. Sasa Kitonga, huyu Liz, unanipata, ako na deni ya Kitonga ya 700,000. Una get? Sasa akakataa kumlipa. Hata actually nikiangalia hii story, huyu madam wa Liz, sasa huyu Liz sasa yeye mwenyewe ako na deni mingi, lakini focus na huyu Kitonga. Huyu Kitonga akaricha tukaoga Obinna, akamchapia ni aje kuna ule dem fulani Liz mwenye ako na pesa yangu fulani, lakini kidogo ni kama amekataa kunilipa. Obinna akamwambia aje kukusaidia hata sio noma. Unajua kwa zile 48 laws of power kuna kwangana ile law yani 48 ama 49, hizo laws of power kuna kwangana ile ya guard your reputation. Na sasa ile reputation ya Obinna ilikuwa ishaharibika through huyu mama mwenye anakuja hapa hivi nje kusema ati yeye ndiye amekuwa akifinancing Obinna. So Obinna akamchapia that mimi ndio niko kwa leo kulipa hiyo pesa, wewe unafaa utengeneze video ukiambia watu au ukiclarifyia watu that mimi si kwanga nimewekwa na huyu madam hakuna kitu alikuwa anifanyia. Unanipata? Sasa huyu madam na yeye hapo kwa hiyo video kuitengeneza ndio sijui kama alitengeneza, lakini wewe issue wewe jua ni ati sasa vile tunabonga time ya Obinna ilishaka kama utika speak vizuri, na sasa washajua that huyu Liz ndio mwenye alikuwa na mbaya juu. Hata yeye nimemcheki pale kwa Peter K, big up K mazee, anasema ati vile huyu Liz bado ako na madeni zao zina amount to close to 12 million. Uangani mbaya. Lakini mimi hata ile issue nataka tuangalia hapa hivi sana ni brand assassination enye watu wanaweza kuwa willing kwenda kukupiga na watu wajui bana vile kutengeneza brand mazee ni ngumu. Lazima ukae chini kila siku mazee ukijaribu kutengeneza brand, alafu mtu ametoka tu mahali yeye anadhani kutengeneza brand ni rahisi kama kupaka makeup ama kuvaa wig. Okay, achana kwa kapati. Hapo kidogo kuna story ilikuwa inavuma, Oga Obinna ana fake life, Oga Obinna amewekwa na mumama, Oga Obinna sijui what bla 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 bla. So hebu niambieni guys, nyinyi mnafikiriaje? Because hii story imekuwa moto, yani ushaisikia moto. Hii story saizi ndio inabamba. Hebu niambie, what do you think? Hii story wewe unaona V8 unaweza achia dem V8? Hebu wanaume mniambie hapo kwa comment section if unaweza achia mwanamke V8. V8 kama unaweza achia. Na hii V8 logbook ilikuwa imeandikwa kwa jina nani? Is it ilikuwa imeandikwa kwa jina ya huyo dem ama ilikuwa imeandikwa kwa jina nani? Yaani sisi tuko hapa ni like hatujui kitu. Hawa wenyewe ndio wanajua. Hebu na watu mmetusiwe mwanamke mara sijui ati hata ana sura, ni mzee, ati Oga Obinna alikuwa anatafuta nini kwa huyo mumama. You have to know pia Oga Obinna si ati ni mdogo vile guys. Neka maziwa kwa chupa so mtani understand. Si ati ni mdogo vile. So mkianza kusema sijui ati huyo mama ni mama, au wenyewe ndio wanajua. Ati acha kutafuta wanawake wa club sijui bla bla, au wenyewe ndio wanajua. Mimi wacha niendelea kuwekea msikiza alafu mtaniambia guys. Sasa nilitumia Liz, nimefanya tu kuandika kwa M-Pesa benye nilimtransactia do. One day nilimtumia 500,000 date 2 mwezi wa 10 2024. Unaona?
Sawa, nikamuuliza sasa hizi pesa unataka za nini? Akaniambia after tulikuwa tumeenda Mombasa kuona ile gari yako KDP. Sasa yeye alikuwa ameniambia gari nyingine KDC ilikuwa na loan. Sawa, na inadaiwa 500,000. Nikamuuliza kwani gari yako ni ya kitambo huko umemaliza? Akaniambia hapana, ni wewe nipe tu 1500 nimalize hii gari, nitauza truck yangu moja nikurudishie pesa yako. Unaona? Hiyo ni kama hiyo truck, hiyo gari yenye aliuza, cause tuliuza na yeye gari dogo tu truck. Sawa, mimi nikakuja kwa nyumba nikamtumia hiyo pesa from my another line 0705 namba yangu nyingine. Sawa, tukakaa akanitisha pesa tena nikamtumia. Unaona? So pesa zika pile up zikakuwa 700,730. Sawa, siku moja tukiwa huko kwa nyumba nikamwambia sasa si uliuza ile truck yako, si unirudishie pesa yangu, kwa tulikuwa tumeagree utanirudishia hiyo pesa kwa yangu ya biashara ndio na mimi niweze kujiendeleza. Una get, cause ukitoa pesa kwa biz unapata biz haina pesa na iweze jilipa, si ni ukweli? Yeah. Sawa, nikamwambia basi nipe 1500. Akaanza kuniambia atanipea then nipea since then. Mimi nikaangalia kuna kumtumia do. Ananiambia nipe, lakini kama anataka kunidefraud. Unaelewa? Juzi nikamwitisha pesa yangu akanitumia 1000. Sasa nikamuuliza hii pesa yote unanitumia 1k what for? Akaniambia hapana, mimi sina pesa banki yangu. Nikamwambia hapana, uko na do. Si hapo kunafanywa kazi, watu wanafanya kazi. Si lori na transport kila kitu. Mbona unasikia nguma kunilipa pesa? So ukapata things are not adding up because I want money. Menti yangu jana because nimekuwa nikimpigia simu yangu anakata. Leo nimeenda kwa nyumba nikampata hapo kwa nyumba. Nikitiko hapa uangalie. Nikamwambia network yako ina hang. Mimi nakusikia. Okay. Pepa nikamwambia angalia hii pepa. Nikamwambia sio nakumbuka hii pesa nilikuwa nimekupea nini? Yeye hapendi kusikia. Ndio nimeuliza huko police station, hii pesa ulimpea nini? Hii pesa mingi hivyo. Mimi nika explain. Nikasema hii pesa najua sitaki kudanganya ndo nisikue na cheat. Nikasema hii pesa hii 500 nilimpeanga kwa kuna gari alikuwa abadilishe. Sasa makara huko wanamjua huko Gigiri. Mimi nikaeleza vizuri kila kitu. Sawa, tukamaliza. Juu nikaambia huyo Masi haiyo, nikaambia Masi mimi usinipe karao mwenye anajua hizo issue za kitambo, nipe karao mgeni cause hao makarao wanamjua na alimit na wao. Sasa wakakuwa friends. Unaona? Sasa mimi nikapewa karao mgeni mpya. Kwenye nimepewa karao mgeni mpya tukaandika akaniambia basi sasa nipe namba yake nimpigie simu akuja hapa nini kesho na wewe ukuje kesho. Sasa after that Eliza akamwambia niko na pesa yake cause nilimrecord akisema anakatai penye ndamlipa. Kidogo akaanza kuambia hiyo karao uko wapi tupatane tuku yani unaona sasa maybe anamseduce na in that process I'll end up losing my cash cause tuseme tu kweli hiyo ni mwanaume na hiyo ni mwanamke. What do you think? Okay, so umesema ulienda kwa Liz leo? Nilikuwa huko, nilienda huko saa moja, nilikuwa hapo asubuhi cause nilitoka Kitengela 5 already Kitengela tena hiyo pepa around saa 2 nikamonyesha pepa akasema yeye akatai but tuandikiane na yeye. Nikamwambia mimi Liza I cannot trust you anymore because hii ni pesa yangu and this is what you normally do to people because me nikamwambia this is what you normally do but don't do it to me. Mimi nikasikia tu nimekuwa emotional nikaenda huko police station. Sasa kutoka hiyo saa venye ameongea hiyo karao ndo sasa napiga mfanyikazi wako huko mmoja ananiambia ameanza ku make calls huko na anapigia nani? What's up everybody? Ogadi top. Kuna watu wanasema nilikuwa nimekorogewa. Nilikuwa nimeshikiwa kamote. Maybe true, maybe not. I don't know. But
This is what I would say, yeah. This for men, okay? This for men. Men are normally guilty until proven innocent. Normally, when something is said or whatever, the man is normally at mistake, at fault, guilty, whatever, the perpetrator and everything. I've seen also stories of people saying, what on Semanga, I've seen this thing of, Ati, 3 baby mamas, he must be the problem. Maybe yes, maybe no. Nikamwelezea kwa sana juu issue yetu. Ndio ameniambia pigia hata watu na wewe wakusaidie juu. Sasa sitaki nipoteze hiyo pesa yangu mingi hivyo. Haya, nataka nikuulize. Si Liza alikuwa best yako? Si nyinyi mlifanya video mkiongea vibaya kunihusu na wewe ulikuwa umejua ukweli? Mimi sikufanya video nikiongea about wewe. Kuna video mko na Liz mkiongea. Liz akienda kulipa watu online waseme uongo juu yangu. Liz ameninyang'anya V8. Yeah, najua. Kitonga. Na video niliongea vibaya. Ulikuwa una comment hata online, una comment online kwa post za watu wengine unasema, "Oh, mimi najua ukweli, sijui nini." Na wewe umejua tu vizuri. Mimi nilipata msichana wenyu, nikamsaidia, nikarealize si mtu mzuri, ni mlevi, ni mkora, ni mwizi. Nikaondokea, nikatoka pole pole. Nikamwachia mpaka V8 yangu. Liza akakimbizana na mimi akaanza kusema, "Oh, alikuwa ameniweka, oh, sijui amenifanyia nini watoto wangu." Liza amebaki na vitu zangu zote ziko kwa nyumba, hizo vitu zote ni zangu. Nikamwachia. Nisaidie tu please, yani usifanye nifanye ibani ni. Haya, utabonga na Omosha na niambia umeamua aje. Unataka tu pesa zangu tu ziende nini kwa na sina hata money kwa account. Ukifanya hiyo video pesa zako hazitaenda mahali atakulipa. Usipofanya hiyo video hakuna penye pesa yako itatoka hata kulipa. Wewe umejua sister yako, si umemjua? Ama umemjua leo? Si wewe wa kwanza kufanya hivyo, si ndio? Si mimi pia alinifanyia hivyo. Na akafanyia baba the same thing. Okay, please. Jesus. Guys, yeah, I think vile mmesikiza hiyo story already mnajua what is going on. Mimi sitaki kuelezea zaidi guys. Remember to like, share, tell your friend of a friend to subscribe to this channel guys. Let's road to 2000 guys. Naona tunafanya kazi mzuri. Saizi tuko 1320 to end 30. Yeah, end 30 yeah. Yeah guys, naona tunafanya vizuri guys. Tunaendelea tu kufanya kazi mzuri guys. Tuendelee hivyo guys. Until the next video guys. Bye. Mwah.